25 na 26, na Mungu wetu atatubariki sana. Neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Isaya 49 kuanzia mstari wake wa 25. Neno linasema hivi: naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliye jabali wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Mstari wa 25, neno la Mungu linasema hivi: na hao wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe kama kwa mvinyo mpya, na wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi Bwana ni Mwokozi wako na mkombozi wako, ni mwenye enzi wa Yakobo. Haleluya! Hili ndilo neno la Bwana wa mabwana. Leo ninataka nikuletee ujumbe wa kujijua wewe ni nani, kujielewa wewe ni nani, kujielewa wewe ni nani katika ufalme wa Mungu. Ukisoma hili neno la Bwana wa mabwana kuanzia kule chini, utaona neno likiongea kuhusu ukuu wa Bwana wa mabwana, na vile maadui huwa wanasimama kupigana na watu wa Mungu, vile maadui huwa wanainuka ili kupigana na watu wa Mungu, lakini Mungu naye anasimama anapigania watu wake. Mara mingi kama Wakristo huwa tunajisahau sisi ni akina nani, kwa sababu tunaona ya kwamba maadui wanaongofya sana. Wakati tunapoona washirikina wakifanya mambo yao, wakati ambao tunaona ya kwamba wachawi wakifanya mambo yao, unapata ya kwamba mioyoni mwetu inafikia pahali tunaongopa, tunakuwa na wasiwasi. Ni maana ya kwamba hatujajielewa sisi ni akina nani. Kuna neno ambalo linanifurahisha sana katika kitabu cha Deuteronomy. Kisoma Deuteronomy 28, pale utapata maandiko ikisema ya kwamba wewe ni kichwa na sio mkia. Ni vizuri kujijua katika maisha yako kila wakati wewe ni kichwa na wewe sio mkia. Tena neno linasema hapo katika hicho kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 ya kwamba sisi ni viongozi na sio wafuasi. Ni vizuri sana ukiwa umeokoka, ukiwa unamjua Yesu, kila wakati unajua ya kwamba mimi ni kiongozi na sio mfuasi. Tena neno linaendelea na kusema hivi ya kwamba wewe ni wa kukopesha na sio wa kukopa. Kila wakati ingie ndani ya maisha yako, katika mawazo yako, kwa nini mimi ninakopa na nisikopeshi? Ni vizuri kujua ya kwamba wewe Mungu ameweka uweza ndani yako wa kukopesha wengine na sio kukopa wewe mwenyewe. Kwa hivyo wakati ambao unaona ya kwamba nimekopa, nikajua kuna kitu ambacho akiendi vile kinafaa kwenda. Tena neno la Mungu linasema kwamba na utajua ya kwamba kila wakati utakuwa juu na hakuna wakati utakuwa chini. Kwa hivyo wakati unajipata uko katika maisha yako uko chini, uko pale, ni umaskini, ni mateso, ni mahangaiko, jiulize ni kwa nini. Maana neno linasema kila wakati tutakuwa juu na hakuna wakati tutakuwa chini. Alafu tena inasema hivi, maadui zako Mungu atawapiga mbele zako, watakuja kwa njia moja, watatoroka kwa njia 7. Hiyo ni ile ambao neno la Bwana wa mabwana linanena juu ya maisha yetu. Na hivyo ni vizuri kujielewa na kujijua wewe ni nani. Ukitembea hivi unajua ya kwamba mimi ni yule ambao maadui wakija kwangu kwa njia moja, wanatoroka kwa njia 7. Unajielewa. Sasa hili neno ambao tumesoma katika kitabu 49, tunaona ya kwamba vile maadui walikuwa wamejiinua, vile maadui wanajiinua, wanapanga njama kinyume cha wateule, wanapanga vile ambavyo watatumaliza, wanachukua uchawi, wanachukua ushirikina, wanachukua nguvu za giza ili kupigana na wateule. Lakini baada ya kufanya mambo haya yote,
kuna yule Mungu ambaye anatutetea. Ni vizuri kujua ya kwamba hata kama vita zinainuka namna gani, mimi yule aliye ndani yangu ni mkuu kuliko yule aliye katika ulimwengu. Yule aliye ndani yangu ambaye ni Yesu Kristo ni mkuu kuliko hao wachawi wanaoniinukia. Yule aliye ndani yangu ambaye ni Yesu Kristo ni mkuu kuliko hao waganga na washirikina wanaonionea. Ukijielewa wewe ni nani, utapata ya kwamba uko na amani. Lakini unaona ya kwamba siku hizi unapata ya kwamba kuna mtu hampati usingizi hata kidogo. Kwa sababu gani? Maana kila wakati akiwa amekaa anapata usiku, anaota ndoto zingine za kushangaza. Mwingine anaota kuna watu wanamkimbiza usiku, wengine wanaona wakikimbizwa na watu wako na mishale, wengine unaona ni maaskari wako na mabunduki. Unajaribu kutoroka, unaona mpaka unapaa ukitoroka. Mwingine anaona ya kwamba kuna watu wamemkamata, wanaenda kumrusha shimo ambao haoni akifika chini. Mwingine anaona ya kwamba kuna nyoka anajaribu kukufunga, ama kuna nyoka kukuuma. Mwingine anaota kuna wanyama wa kikuzimu wanakutokea, ama unaota uko msituni na uoni njia iko wapi, ama unaona kuna safari unaenda uko msituni na utokei upande ule mwingine. Unapata ya kwamba una amani. Ukitoka katika ile ndoto unapata ya kwamba hata kulala ni shida, hauna amani. Maana kuna kitu haujaelewa ndani ya maisha yako. Wakati mwingine unapata ya kwamba mtu amelala anaota ya kwamba amenyongwa. Unaona kuna mtu ametokea tu. Mwingine labda unaona ni mtu amekukalia. Ukijaribu kupiga nduru sauti haitoki. Ukijaribu kuitana sauti haitoki. Ukijaribu kuinua mkono hauinuki. Ukijaribu kuinua mguu hauinuki. Ukiamka unapata ya kwamba nilikuwa ninakufa. Unapata ya kwamba hata huwezi pata usingizi. Wengine unapata ya kwamba kama ni kesho yake hataki kulala, maana anaona ile kitu kitatokea tena. Ni vizuri kujielewa wewe ni nani na Mungu wako ni mgani. Wakati wana wa Israeli walikuwa katika safari wakielekea kule Kanani, maandiko inasema ya kwamba na kukatumwa spy. Wale spy walitumwa wakachunguze kule mbele, waseme kuko namna gani, maadui ambao wako kule wako namna gani, watu walio kule wako namna gani. Maandiko inasema ya kwamba wale spies wa Israeli waliporudi, wakakuja wakasema ya kwamba wale watu tumepata huko ni majitu kwetu na sisi ni panzi kwao. Yaani wale sio watu wa kawaida, tukiwaangalia sisi ni kama panzi mbele yao na wao ni majitu. Kwa hivyo kule hakuendeki. Lakini kulikuwa majamaa wawili, wanaume wawili waliojielewa. Mmoja anaitwa Caleb na mwingine anaitwa Joshua. Joshua na Caleb wakati waliporudi kueleza kulikuwa namna gani na vile wameona, wakasema hata kama hao watu ni kama majitu na sisi ni panzi, lakini tunawaweza. Tuna uwezo wa kuwashinda, tuna uwezo wa kuwapiga, tuna uwezo wa kuwamaliza. Caleb alijielewa, Joshua alijielewa, lakini wale spies wengine ambao hawakuwa wanajielewa, basi wao waliona kushindwa, waliona kung'ang'ana, waliona ya kwamba hawataweza, waliona ya kwamba wakifika kule ni kuangamia, wataangamia. Ni vizuri sana mpendwa ambao unaonisikiza kujielewa wewe ni nani. Ili neno linaninguza sana ambalo tumesoma. Ukisoma kuanzia pale mstari wa 23, hiyo kitabu cha Isaiah 49, kuanzia mstari wa 23, utaona ya kwamba maandiko inasema ya kwamba wafalme na malikia ndio watakuwa wafanyikazi wako, ndio ambao watakuwa wanakufanyia kazi, ndio ambao watakuwa wanakushughulikia, ndio ambao watakuwa, neno la Mungu linatumia neno linasema ya kwamba they will be nursing mothers to you. Yani wao ndio watakuwa wanaangalia mahali unakaa pawe pasafi. Wao ndio watakuwa wanaangalia mahali ambao huko utakula nini na itakuwa namna gani, ni kazi gani inahitajika kufanyika. Hao ni wafalme na malikia, hao ndio watakuwa wafanyikazi wako. Unafaa kujielewa wewe ni nani wakati ambao umeokoka, wakati unamwamini Bwana Yesu, unawekwa vitengo vya juu. Ili neno likawa linanguza moyo wangu,
Maana kuna mtu ambaye ajielewi yeye ni nani. Unapata ndio katika maisha yako unaishi vizuri, uko na kazi, lakini kuna mapito mazito ambayo unapitia, na wakati mwingi kama hujajielewa wewe ni nani, unakaa katika shida, unakaa katika uoga, unaishi maisha ya kuongopa, nitaanzia wapi, nitamalizia wapi, mpaka wakati ambao una realize who you are in Christ Jesus. Na hiyo ndio kitu ambacho wapendwa, tunafaa tupiganie katika maisha yetu, kujijua sisi ni akina nani. Ukisoma Warumi mlango wa 8 pale kuanzia 29 na kupanda juu, utapata maandiko inasema ya kwamba for we are more than conquerors in Christ Jesus, ati sisi ni zaidi ya washindi katika Kristo Yesu. Kwa hivyo ni vizuri kujijua ya kwamba hata kama kuna watu wengine wameshinda, mimi ni zaidi, nitashinda zaidi. Hata kama kuna watu ambao wamejenga manyumba makubwa, hata mimi nitajenga, maana mimi ni zaidi ya washindi. Hata kama kuna watu ambao wamefuka mipaka, hata mimi nina uwezo wa kufuka mipaka. Usilimit your life. Maandiko huwa inasema ya kwamba do not despise your humble beginning, ati usidharau mwanzo wako mdogo, yet your end shall be great, maana mwisho wako utakuwa mkuu. Usijidharau vile ulivyo leo. Kula, sijapata kazi, ninang'ang'ana. Usijidharau. Sema hata kama leo mambo yamekuwa mazito, kesho yangu najua iko sawa. My tomorrow is better than my today. Prophesy for yourself, maana kuna nguvu katika ulimi wako. Neno la Mungu linasema ya kwamba we shall declare things and they shall come to pass. Mambo tutayatangaza. Kisoma Ayubu mlango ule wa 28, 22, ati tutatamka maneno na yale maneno yatakuwa na nguvu, yatafanya kazi, yatafanya mambo yatendeke. Kwa hivyo ni vizuri kujua ya kwamba ndani yako kuna nguvu, kuna uweza katika jina lililo juu ya majina yote, jina la Yesu Kristo. Usianze kujidharau, usianze kujiwekea vitengo. Hapana. Tunaona mtoto ambaye alikuwa anaitwa Daudi, a teenager, kijana ambaye alikuwa ni mdogo kwa wanaume. Ninaona ya kwamba yeye ndiye alikuwa mdogo katika nyumba ya Jese. Hakuna mtu aliona kitu kizuri ndani ya Daudi, maana kama ni kujenga hakuwa amejenga sawa, maana kama ni afya hakuonekana ako na nguvu, maana kama ni masomo hakuonekana ako na masomo, maana kama ni uweza alionekana ya kwamba hana uweza. Lakini tunaona wakati Mungu ametuma nabii wake Samueli, akafika katika nyumba ya Jese, akasema lete wanaume wa nyumba yako. Akaletewa wale wanaume pale. Maandiko inasema ya kwamba akaangalia vile walikuwa wamejenga vizuri, wale wanaonekana wako na nguvu, wale wanaonekana wako na uweza, na akajaribu kumimina mafuta juu ya mmoja wao, lakini miminika hayakumwagika. Akachukua mwingine alionekana, akajaribu kumimina mafuta haikubali kutoka kwa ile pembe. Akaita mwingine, haikuwezekana. Wale wanaume wake wote akajaribu kuwezekana. Akajiuliza maswali, naye Mungu akamwambia ya kwamba kama mwanadamu na haya macho, mimi ninaangalia moyo. Iza mzee Jese, nataka nikuulize swali, hapa kwako hakuna mwanaume mwingine kumimina mafuta juu ya hawa vijana, yule ambaye mafuta yamekubali? Kuna kamoja kako huko malishoni, kuna kamoja kako huko msituni, kuna kamoja kako huko kanaangalia mbuzi na kondoo. Mtumishi wa Mungu Nabii Samueli akasema ya kwamba basi kama kuna huyo mmoja ako kadogo tu mnataja, hatutakaa chini mpaka kafike hapa. Na tunaona ya kwamba Daudi akaendewa na akakuja. Wakati Daudi alifika mahala pale, nabii wa Mungu Nabii Samueli akajaribu kumimina yale mafuta juu ya kichwa
cha Daudi, yale mafuta yakamwagikia, na yalikuwa ni mafuta ya kiufalme. Ninasema hivi nikisema namna gani? Kwa kuangalia kwa macho, hakuna mtu aliona ya kwamba Daudi atahitimu. Kwa kuangalia kwa haya macho, hakuna mtu aliona kitu kizuri ndani ya Daudi. Hakuna mtu aliona ya kwamba Daudi ataweza. Maana kama ni hawa wengine walikuwa wamesomea wanajeshi, walikuwa na ustadi, walikuwa na skills za kupigana vita, walikuwa wanaelewa kupigana vita, kubeba hata silaha za wakati huo. Lakini Daudi yeye alikuwa ni mlisha kondoo, na mafuta yakamkubali yeye. Hivyo ninakuambia namna gani, katika maisha yako usijidharau. Usiangalie vile uko na afya, vile umejenga. Usiangalie yale masomo, makaratasi ulio nayo. Mtazamie Bwana wa mabwana. Maana Daudi hakuna mtu aliona amehitimu. Hata miaka yake waliangalia wakasema ya kwamba sasa haka katoto itakuwa namna gani. Lakini yale mafuta yakamiminika juu ya yule mtoto, ikasemekana ya kwamba huyu ndiye atakuwa the next king. Yeye ndiye atakuwa mfalme baada ya Sauli. Tunaona tena Daudi ndio huyo anapelekea wale ndugu zake chakula, anawapelekea chakula pale katika vita. Wakati Daudi anatokea pale amebeba chakula kwa sababu ya ndugu zake, akapata wanaongopa, akapata wanajificha, akapata wanarudi nyuma. Akawapea chakula, akawauliza, ni nani huyu mnayeongopa? Mimi nitapigana naye. Wao akamwambia, wewe kijana, ni nini shida? Wewe hata hujasomea, sisi tumesomea wanajeshi, tunajua kupigana na mambo kama yale. Lakini akamwambia, hapana, nitapigana. Ndugu zake Daudi wakaona ni mchezo anafanya, lakini Daudi hakuwa anafanya mchezo, maana alielewa yeye ni nani. Alielewa mimi nimebeba nini. Alielewa ni nani aliye ndani yangu. Kwa hivyo ni vizuri sana katika maisha yetu kujielewa sisi ni akina nani na tumebeba nani. Maana usipojielewa wewe ni nani, Mungu aliyekuita ni nani. Maana kuna wengine wao wanaenda tu kwa waganga, wanaenda kwa washirikina, wanaenda wanapewa juju, wanapewa irisi na mambo kama yale. Lakini sisi tumeitwa kwa jina lililo juu ya majina yote, ambaye ni Yesu Kristo. Na kwa hili jina maandiko inasema ya kwamba wale wanaoniamini kwa jina langu watawekelea wagonjwa mikono na wagonjwa watapona. Watatakasa wenye ukoma na wenye ukoma watatakasika. Watakemea mapepo na mapepo yatatoroka. Tena neno la Mungu linasema ya kwamba kwa jina langu watafufua wafu. Lazima uwe unajielewa wewe ni nani. Daudi akasema ya kwamba mimi nitapigana na huyu jamaa. Na kwanza akawageukia ndugu zake akawauliza, na mfalme ameahidi yule ambaye atakaye pigana na huyu jitu atapewa nini? Akaambiwa mfalme amesema ya kwamba yule atakaye pigana na hii jitu aiangamize, yeye atapewa binti wa mfalme. Daudi akasema ya kwamba huyu jitu, huyu Mfilisti ambaye hajatairiwa, huyu nitamuua. Watu wakawa wanashindwa, wanajeshi wanashindwa. Sisi tunaongopa, sisi ndio tunajua kutumia silaha, sisi tuko na umri wa nguvu, tuko na nguvu. Aka katoto kanasema namna gani? Basi akapelekwa mbele ya mfalme Sauli, akasema ndio, mimi nitapigana na huyo jitu. Akaelezea mfalme, akamwambia, nikiwa kule malishoni, simba alikuja akitaka kukamata mwana kondoo, nikashika simba, nikamrarua kichwa, nikamuua, nikamrarua kinywa, nikaua simba. Tena nikiwa nimekaa, ndubu akakuja akitaka kumeza mwana kondoo, nami nikamkamata yule mwana ndubu na nikamuua. Hata huyu Mfilisti ambaye hajatairiwa nitamuua. Kwa sababu gani? Alijielewa yeye amebeba nini ndani yake. Wakati ambao umembeba Bwana Yesu Kristo, umebeba nguvu ambazo ni zaidi ya nguvu zile zinaeleweka na wanadamu. Wakati Yesu Kristo ako ndani yako, wewe una uweza mkuu sana. Na ndiposa wapendwa, lazima tujielewe sisi ni akina nani.
Jielewe wewe ni nani katika maisha yako. Jielewe unaweza kufanya nini katika maisha yako. Jielewe kuna uweza gani juu ya maisha yako. Jielewe ya kwamba wewe unaweza fanya nini na nini na nini. Maana usipojielewa, kila wakati adui atakuwa anakalia maisha yako. Usipojielewa wewe ni nani, adui atakuwa anakunyanyasa. Lakini ukijielewa wewe ni nani, utajua ya kwamba hata kama wameinuka kupigana nami, lakini kuna uweza ulio juu yangu, uweza ulio juu ya uweza wote. Utajua kuna nguvu zilizo juu yangu, nguvu ambazo ni za Yesu Kristo, ambazo ziko juu ya nguvu zote. Utajua ya kwamba ndani yangu kuna mamlaka ya jina la Yesu Kristo, mamlaka yaliyo juu ya mamlaka ya kila aina. Hivyo ukijielewa hautaongopa. Na ndiposa tunaona from Genesis to Revelation, kuanzia Mwanzo pitia Malakai, ingia kitabu cha Mathayo, enda mpaka kitabu cha Ufunuo, utapata ya kwamba neno usiongope imerudiwa mara 365, 365 times. Fear not. Yani kila asubuhi ukiamka kuna neno inasema usiongope. Ni vizuri ujielewe wewe ni nani katika Kristo. Ujielewe wewe ni nani katika maisha yako. Kwa nini Mungu alikuita? Napenda sana neno ambayo inasema ya kwamba tangia wakati wa Yohana Mbatizaji hadi wa sasa, ufalme wa mbingu unategwa na wenye nguvu, na unategwa kwa nguvu. There must be power, there must be force ambayo inakusukuma kwa jina la Yesu Kristo, ili ukaweze kushinda zile vita tunazopitia. Usiongope. Wewe uko na nguvu. Wewe ambao umeokoka, wewe ambao unamwamini Bwana Yesu, kuna nguvu ziko juu yako. Wacha kuongopa hayo mapepo, wacha kuongopa hawa wachawi, wacha kuongopa hawa maadui. Mungu atakupigania. Neno la Mungu linasema ya kwamba hata hapo tumesoma ati nitapigana na wale wanaopigana nawe, nitateta na hao wanaoteta nawe. Ukiangalia huo mstari wa 25, ati nitateta, kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wokovu. Mungu atalete wokovu kwa familia yako, kwa jamii yako, kwa wale unaongoza. Maana atateta na wale wanaoteta nawe, atapigana nao maadui wanaopigana nawe, atainukia wale wanaokuinukia. Ni vizuri kujua ya kwamba wakati ninapotembea ninaye Mungu ambaye ni mkuu. Wakati ninapofanya mambo yangu kuna yule anitiaye nguvu. Katika kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 13 inasema ya kwamba for I can do all things through Christ who strengthens me. Ninayaweza mambo yote kupitia Yesu Kristo anitiaye nguvu. Ni vizuri kujua ya kwamba mimi ni yule ambaye anatiwa nguvu na Yesu Kristo. Wakati ilikuwa imemlemea mtumishi wa Mungu Zerubabel, katika kitabu cha Zekaria pale mlango wa 4 mstari wa 6, maandiko inasema ya kwamba malaika wa Mungu akamuuliza nabii wa Mungu, haujui hii neno? Akasema sielewi, niambie. Akaambiwa hii ni neno kwa ajili ya Zerubabel, ya kwamba sio kwa nguvu wala mamlaka, ni kupitia Roho wa Mungu. Wewe ni nani, mlima mkuu? Maana mbele ya Zerubabeli utafanywa kuwa tambarare. Tena neno likaendelea na kusema mikono ya Zerubabeli ndio iliweka jiwe ya msingi wa nyumba hii, na hiyo mikono ndiyo itakaye kuja kukamilisha. Ni vizuri kujua ya kwamba hata kama kuna kuzimu, hata kama kuna nguvu za giza, hata kama kuna maenjendi wa kuzimu, hata kama kuna malikia wa kuzimu, hata kama kuna wafalme wa giza ambao walali usiku na mchana kupigana nasi, tunaye Mungu anatusaidia kupitia Roho wake. Anasema sio kwa nguvu wala mamlaka, ni kupitia Roho wa Mungu. Na huyo Roho wa Mungu ndio tumejazwa na yeye, Roho Mtakatifu. Lazima ujielewe wewe ni nani. Maana usipojielewa wewe ni nani, kila wakati adui atakuwa anainua vitisho. Akijua umemwelewa kwa hii njia, anainua njia nyingine yake. Lakini hata afanye namna gani, wewe ukijielewa wewe ni nani kulingana na neno la Mungu, basi kuna nguvu ambazo zitafanya kazi katika maisha yako.
Neno la Mungu linasema, Yeremia mlango wa kwanza mstari ule wa 19, watapigana nawe na hawatakuweza, maana mimi nipo pamoja nawe kukutia nguvu, asema Bwana wa mabwana. Nipo pamoja nawe kukukomboa. Wakati adui anainuka na njia zake, tunaye Mungu ambaye anatukomboa. Hata kama adui anajaribu kwa njia gani, tunaye Mungu anapigana vita zetu. Hatuko peke yetu. Neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu wetu anabadilisha malaika wake kuwa roho na watumishi wake kuwa moto. Sisi watumishi wa Jehova tumebadilishwa kuwa moto. Hatuko vile ambavyo tunajiona. Ndio, kwa macho hii ya nyama tunaangalia, tunaona vidole zetu, tunaona mikono yetu, tunaona mavazi yetu, tunaona vidole, tunaona vile tulivyo. Lakini katika ulingo wa rohoni, sisi watumishi wa Mungu, Mungu ametufanya kuwa moto. Kuzimu ikijaribu kututazama, wanaona moto. Kuzimu ikijaribu kuinuka kinyume chetu, inateketea. Maana neno linasema Mungu anabadilisha malaika wake kuwa roho na watumishi wake kuwa moto. Sisi ni moto. Ni vizuri kujielewa wewe ni nani. Vizuri sana ujielewe wewe ni nani. Haya maandiko ya Isaiah 49 huo mstari wa 25 na 26 unaniguza sana. Pale 26 inasema ya kwamba hao maadui wanaopigana nawe nitawafanya wao kula nyama zao wenyewe. Yaani Mungu atawakosa wale ambao wanapigana nao kula nyama zao wenyewe. Ati watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe. Wakunywe damu yao wenyewe, walewe. Wale wanapanga kunywa damu yako hawatakuweza. Wao ndio watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe. Mungu wetu anaweza. Uko hapo unanisikia, unamhitaji Bwana Yesu, unahitaji nguvu za Bwana wa mabwana. Uko pale hujapata, ni vizuri katika Kristo. Kuna nguvu za Mungu juu ya maisha yako. Kama uko hapo ungependa kumpokea Bwana Yesu, tu mikono yako baada ya kusema, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako. Kama